kwa sababu nimeona mkono wa Bwana siku ya leo. Na kuna mengine hata ufanye jitihada zako bila Mungu huwezi, na uzoefu wa kukatisha tamaa, uzoefu wa kujaribu akili, uzoefu wa kushindwa kujua utafanyaje, lakini Mungu aliye katikati yetu daima anatutendea mema. Bwana asifiwe sana. Somo la leo linasema tubu na jazwa na Roho Mtakatifu. Mwambie rafiki yako au jirani uliye karibu naye, mwambie tubu na ujazwe na Roho Mtakatifu. Tena Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 4 na 5, na sura ya pili nayo inaendelea kusema mambo ya msingi ambayo nitayasoma, alafu nitawamalizia kile kisa cha jana. Wangapi wametabasamu? Wangapi wanakumbuka kisa cha jana? Watu wanapenda masimulizi kweli. Hata hivyo anatufanya tusisinzie na tuweze kuona mkono wa Mungu. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 4, neno la Mungu linasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. 5, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatiza katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Sura ya pili aya ya 1 mpaka ya 4 inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Jazwa Roho Mtakatifu. 37 hadi 39 inasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali. Umetajwa haujatajwa hapa? Umetajwa haujatajwa? Ahadi ya Roho Mtakatifu iliyopatiwa kwa wanafunzi wa Yesu ni ahadi ambayo ilipatiwa watoto wao na hata watu wa mbali. Uyahudi huko kwenda mpaka upande ndege, baraka zimekufuata hata kama unatembea kwa mguu. Bwana asifiwe sana. Kipawa cha Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wote wanaomkiri Kristo kuwa Mwokozi. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu. Ndiyo, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Ujazo wa Roho Mtakatifu au ahadi za kupokea nguvu za Roho Mtakatifu ni ahadi ya Yesu maishani mwetu. Sasa kuna sharti linaloanza, toba. Toba ya dhati inakupa kibali kwa Mungu. Toba ya dhati inaondoa hasira. Ninawaambiaga watu ambao, mtu akija akaniambia, pastor, mume wangu kanidunda, amenibonda, moyo nasema kweli ulistahili kubondwa. Mtu mpaka anakasirika, anakufuata, anakuzaba. Wewe uoni kabisa kwamba huyu mtu tayari network zimebadilika. Wewe umuoni? Kwa sababu hayo hayatokei tu mtu. Jamani, mimi nitoke tu huko mwenyekiti. Samahani, natoa mfano ila nakuzaba kweli. Kaa tayari. Nitoe mfano kwa ajili ya mfano tu. Kikiuma ni mfano, wewe achana na maumivu, ila
Nataka nikuzabe. Mtumishi mapigo ya moyo za pasa. Tena unataka mwanzo mwaka mpya umeanza salama kabisa tena. Haitokei tu mtu akaja afu akakuzabua. Kuna chanzo. Labda mlikuwa mnaongea kitu fulani ukagundua hamjapatana mawazo. Unaona kabisa ameongeza na sauti anaongea. Kwenye saikolojia tunasema watu ambao wametofautiana mawazo, mtu anaongea kwa sauti ya juu. Hata kama uko hapa karibu, anafoka. Kichwani kwake yeye hakuoni uko karibu kwa sababu kwenye mind mpo mbali. Yaani wewe mawazo yako yako kule, huyu yuko huko. Anaongea kwa sauti anajua usikii hata kama uko hapa. Anajua usikii. Anaongeza sauti. Sasa mwanamke mwenye akili akishaona sura, mimi kabla hata sijamwambia mke wangu ile nampenda, nilishapimaga. Yaani kuna sura fulani nikiona ameivaa tu, narudia maneno yangu, najua hapa nishajichanganya. Kuna neno litakuwa tayari nimechochora. Narudia faster sana. Alafu napita uchocho mmoja yeye ajui. Tap chap. Nasawazisha, naongeza taarifa bunda mbele kwa mbele. Wewe upigwe kibuti saizi utaanzia wapi? Unafikiri ni rahisi kupata mwenzi? Hata yeye msainke ukiachwa utapauka. Tutakuwa tunakuona tu unakuja kusali hapa tunafikiri umeguswa sana na roho, kumbe mawazo yanakuua taratibu taratibu. Yaani wewe tunayamaliza alafu tunaendelea tulipoishia. Bwana asifiwe sana. Sasa ndio hivi tu. Wewe unafikiri si wenye dhambi tu wanaoishi pamoja hapa. Sasa wewe mwenzetu umekuwa msaidizi wa Mwokozi. Mambo ni magumu hapa duniani. Ni kutafuta rehema ya Yesu tu. Bwana asifiwe sana. Usije ni turudi kwenye somo hapa nayo naacha. Hebu ngoja tuendelee. Sasa pastor unaenda alafu unatuacha tu katikati hapo ya mstari. Ili tuendelee kufuatilia, nitarudi huko nikikumbuka, nikiacha naacha. Kwa hiyo mitume walichofanya ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kuna maana kubwa katika hili. Na ahadi ya Kristo hata katika Luka sura ya 11 ilikuwa ni jambo hilo hilo analolirudia tena mstari wa 13. Luka 11:13 anasema kama ninyi mnaowapa watu vitu vyema, mnawapa watu vitu vyema, vipi baba yenu wa mbinguni? Yaani wewe muovu mkubwa unanunua simu unampelekea mtu ambaye unataka kumuoa. Wewe kabisa na kasimu kako pale umekaweka au kazawadi, sijui ni maua. Kuna video kamoja nilikaona kwenye hivi aka Facebook. Bwana mmoja anaenda kumpa maua, sijui ni mtu anayempenda, sio namna gani. Ameficha hivi surprise, anatembea. Kumbe nyuma huko kuna kambuzi kanakula yale maua. Huyu bwana anaenda, amefika anapiga magoti, anaweka namna hii, nikakijiti kabisa. Nikasema la hii ni balaa. Sasa hata kama wewe mwenye dhambi unaweza kufanya vitu vizuri vizuri hivyo, iwe ni kwa sababu zilizo nyuma ya pazia au namna gani. Na watu ni wajanja, usipokepokee tu zawadi bila kujua mchanganuo. Ujiandae kwa gharama zozote. Kama unapewa tu hivi sawa. Kama zina sababu nazo muombe Mungu akusaidie. Lakini haijalishi ni za namna gani. Mtu muovu naye hutoa zawadi, vipi baba wa mbinguni ambaye ndio Mungu wetu? Jamani, Bwana asifiwe sana. Na inapokuja kwenye kuomba vipawa vya Mungu, niwaambie, yaani ni kweli kwamba wakati fulani kuomba na mchungaji kuna exemption. Ni sawa kwa sababu majukumu yangu ndio hayo, kubariki watu wengine, kufundisha, kukemea, kuonya. Lakini nikwambie hata wewe mwenyewe hapo ulipo unaweza kuzungumza na Mungu akakutendea makubwa ambayo hata mchungaji anaweza asitamke kwako yakatendeka. Wewe mwenyewe. Nikwambie hata nifanye namna gani, nikachukua Biblia, nivae suti la Biblia, yaani kiatu Biblia, suruali Biblia, mkoti Biblia, miwani ya Biblia, alafu nakuja sema Bwana haleluya, mtumishi wa Mungu haleluya, pokea miujiza ya Bwana. Na wewe ukiangalia unaanza badala ya kuwa na imani ya kupokea miujiza wewe, yaani hata kuna miwani hata ya Biblia. Hivi kuna koti na la Biblia. Sasa badala ya kusikiliza ombi wewe unaanza kushangaa Biblia. Hapo nitakuwa nimepoteza muda.
Hata kama kuna zile sauti wakati fulani watumishi tunazibadilisha. Nikamwambia tufumbe macho tu, Baba kwa jina la Yesu. Unajua kuna waombaji wanaweka uzito mambo. Mtu unasikia hakuna wala nini pale. Wewe unaamini au unavutiwa na gusauti? Jamani, Bwana asifiwe. Siku 10 za maombi hizi usivutiwe tu na kule gusauti. Baba kwa jina la Yesu. Wewe ambaye ulifanya maji kuganda bahari ya Shamu. Utasikia na mwingine sasa maombi yana vitu. Bwana, ukifanya uamini, wewe unavutiwa na gusauti kwa muombaji, unatoka kapa, hamna kitu. Utatoka sasa, mtumishi ana kipawa cha kuomba. Kinakuhusu nini wewe? Yaani kipawa chake wewe kinakuhusu nini? Wewe mwenyewe umepokea muujiza wako, umezungumza na Mungu. Toka katika ibada ukiona sasa, kwa kweli nimekutana na Bwana, nimeongea naye leo kwenye ibada. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndio. Na niwaambie, haijalishi, Mungu huyu ana maagano na sisi yasiyobadilika kamwe. God has unconditional covenant to his children. Akisema nimekupenda upeo, wewe ni mwanangu, ni mtoto wake. Hata kama ukivizia giza unaenda kwenye kufanya dhambi, bado anakuangalia, anasema mwanangu huyu amekengeuka, atarejea. Anakuwekea provision zaidi za wewe kurejea. Amen. Kwa sababu kwenye dhambi nyingi kuna neema nyingi, nawaambia. Kadri dhambi ilipoongezeka, neema iliongezeka. Ndio maana hakuna atakayepotea kamlaumu Mungu. Wokovu wetu upo karibu kila mahali. Leo tuone uwezo wa Mungu na uhitaji wetu wa kudai nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ambako kunafuata kama sehemu ya muhimu inayotanguliwa na toba. Tubu, alafu omba uwezo wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Atakufanyia makubwa. Jana niliwaambia hichi kisa ambacho ninasema sasa nitakimalizia, cha huyu rafiki ambaye tuliangalia habari ya mambo ya nira. Si mnakumbuka? Ndio. Ya kwamba wakati fulani tunapaswa kufungamana na Mwokozi na kutofungiwa nira na ile tunasema kukusanyika pamoja katika nia ya Kristo. Sasa kukusanyika pamoja katika nia ya Kristo kuna discourage kuwa na nia nyingine zisizo za Kristo, pamoja na kufungamana na makundi au watu wasio wacha Mungu. Sasa huyu bwana muombaji, kisa kilikuwa kimeisha wakati ambapo wameshtuka saa 8 ya usiku. Saa 8 ya usiku wameshtuka, alafu wanaona nini? Kwamba kuna watu wamewazunguka kama 7 hivi, 7-8 hivi, 7-8 wanaume wenye sauti nzito, wanatisha. Yaani mtu tu anavyoongea hivi, unajua kuna wakati tu unavyosikia sauti, hata kama ni giza la usiku, unaweza kuishi unaongea na nani. Sauti tu najua kabisa takuwa mtu wa kawaida huyu jamaa. Jana kuna maeneo fulani, wakati tumetoka hapa kwenda kwenye huduma, tukaenda sehemu, sasa tukao naangalia hapo na mchungaji mahali pa kupaki gari. Sasa tukaenda kugeuza hivi, kawa tunawaona watu ni watu, lakini kwa kweli nilikuwa siwaelewi. Nikasema hivi hapa gari litakuwa salama kweli hili? Yaani unajua kuna mazingira mpaka unaweza kwenda mahali unarudi unakuta gari liko juu ya mawe, tairi hazimo. Hapa da. Mimi nawaambia. Hapa. Yaani kuna wakati fulani ukiangalia hivi unaona kuna usalama hapa kweli. Sasa hao watu wakapata taharuki, wakawa wanamgonga. In fact wale wawili wakapata, yule mmoja akawa anapigwa na malungu, chiba vitu gani, na mapanga wameshika, wanamtandika, wanamgonga. Na wanakuja kwa huyu muombaji, huyu msabato, wanamgonga. Yule bibi sasa anawaambia, sikilizeni, mnafahamu kwa nini huyu hana nguo yoyote aliyovaa na huyu amebaki na hiyo nguo alionayo? Usiku wakati nikiwavua nguo hawa yale minini, huyu bibi huyu na yule mume wake kizee walikuwa ni waganga wanaotumia mandumba wa shirikina. Wanasema hayo matunguli yalikuwa yanamzuia wasimvue nguo. Yaani nikana kwamba kuna kitu fulani kilichokuwa kinawazuia asivue nguo, na ikiwa watamvua nguo uhai wake ungetoeshwa pale pale.
Yaani kana kwamba kuna onyo alilopewa. Kwa hiyo akaambia, kama mnanisikiliza fanyeni hayo, lakini kama mkikaidi naomba msije mkafikiri kwamba sikuwaambia. Kwa hiyo akawa wampigi yule Mwadventista pale, wanapiga yule mwingine. Sasa walimpiga kiasi kwamba akalia mpaka sauti ikawa inakwisha. Huyu Mwadventista anasema, nilijisikia kuumia, nataka niongee lakini na mimi naogopa, lakini ikafikia wakati kabidi niongee kwamba jamani, mwacheni. Kwa nini mnampiga? Amefanya kosa gani? Sisi hatuna chochote tulichofanya, tumekuja kutafuta madini tu huku, tumekuja tu kutafuta madini huku. Wakanamwambia nyamaza. Sasa walichofanya, wakawa wanamkata kwenye mikono humu. Yule mtu mwingine ambaye alikuwa anasema usiombe, madini hayapendi maombi yatakimbia, mnakumbuka? Wakawa wanamkata, wakamkata sehemu za mkono, wakamkata na humu, wakamkata na miguu humu. Damu nyingi zikaanza kumtoka. Na madaktari mnaweza mkagundua hizi sehemu ndizo zenye mishipa mikubwa sana damu zinapopita humu. Au kuna mishipa mikubwa kabisa. Kwa hiyo damu zikawa zinamtoka nyingi. Walipogundua haongei, wakaanza kumbuluza. Sasa wanaenda naye mahali fulani huko pembeni. Sasa yule Mwadventista amebaki pale chini amelala, maana walimfunga kamba. Amelala pale chini. Yule bibi akamwambia, wewe ondoka sasa, hao wakirudi watakuja kukushughulikia wewe. Akasema, kama wanataka kuniua waniue, mimi hapa siondoki. Akamfungua kamba. Akawa anatetemeka yule bibi. Sasa mambo mabaya yakikupata, mimi tayari nimekuombea mema. Sasa mchawi anaogopa anaombea mema mtu wa Mungu. Niliwahi kuchunga mahali fulani ambako kuna yani mtu tu aliyekuwa anatupeleka wakati nimepangiwa ule mtaa, dereva wa gari. Ilikuwa mamchungaji na praise akiwa mdogo, alipanda basi. Mimi nikaamua kutembea na lori, maana sijui nako kwenda, sikujui. Mwenye gari aliyetubeba mwenye lori hapajui. Kwa hiyo nilikaa mbele, alikuwa dereva, mimi pamoja na mwenye gari pale. Nakumbuka niliripoti kwenye ule mtaa, washiriki ilikuwa na katisheti kangu tunashusha vitu, akaanza kumpokea mwenye gari, maana alikuwa na kakitambi kidogo. Anambia, mchungaji karibu sana. Akanambia, mchungaji ni yule. Niko na katisheti yangu nashusha magodoro. Mchungaji, bwana Mungu atusaidie bwana, ili tuwe na nani. Anyway, achana na hiyo kitu. Sasa huyu dereva, wakati tunaenda, nakumbuka tulikuwa tumetoka Iringa tunaenda Tunduru kupitia Ruvuma, ile Makambako ile njia. Tukafika Songea saa 10 za usiku. Tunaelekea Tunduru. Kwa sababu yule bwana hajui anakoenda na mimi sijui nakoenda, tukakutana na kibao Tunduru kinasoma 261. Yule mwenye gari akakaa chini, akamwambia dereva, simama kwanza. Kakaa chini kwenye lami, amechoka. Akasema, baba mchungaji, sikujua huko ni mbali kiasi hiki, utaniongeza pesa kidogo ya mafuta, hata 100,000. Nikamwambia, wewe ngoja tufike, mambo yataenda tu vizuri. Unamtia moyo, maana sasa mkianza kufurugana hapo na safari mnayoenda na wewe ujui. Nimekumbuka huyu bwana kwenye hichi kisa kwa sababu tulipokwenda usiku huo ukaenda na mtumbo, tukapita inataka kupamba, tukaanza asubuhi na tukuta tunapita vile vijiji, tukaenda mbali sana. Yule bwana akasema, baba mchungaji, huku unakoenda kufanya kazi huku, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, ila naona kuna wachawi wengi. Hata nikasema hivi, kuna macho haya na kuna macho pia. Nikakumbuka kile kisa cha Elisha na Gehazi, mnakikumbuka? Elisha alikuwa anaona walinzi waliowazunguka, Gehazi anaona maadui wanaokuja kuangamiza. Akamwomba, baba mfungue haya macho aone huyu mtu. Sio, mnakumbuka hicho kisa? Sasa nikasema huyu bwana naye asije akawa mchawi, anaona wachawi wenzie huyu. Lakini nikatulia tu. Nilielewa hicho tulipofika Tunduru. Nilikielewa hicho tulipofika Tunduru. Sio mchezo. Wakati unalala asubuhi naamka na mke wangu nakuta mchanga umechora ndani. Maneno fulani ambayo bila kwenda madrasa huwezi kuyaelewa. Naambia, la, hapa kaingia kuchora nani? Au mtoto alipita. Sasa mchanga uchukua fagio kwa jina la Yesu, na fagia hapa, toa. Weka huko. Na wakati ukihubiri unawaambia watu Yesu ana ulinzi, hata uwe mshirikina kiasi gani, hata ujifanye unaingia kwenye nyumba ya mtu kinyume, aliyemshika Yesu umfanyi chochote kwa jina la Yesu. Usifanye mchezo. Kuna ulinzi wa ajabu kwa watoto wa Mungu. Wewe umelala usiku unasikia bundi linakamata panya huko juu, kwa jina la Yesu, shindwa kwa jina la Yesu. Lala.
Kwa jina la Yesu vipi? Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka na kuwaokoa wamchao. Sasa wewe umekuwa malaika wewe utakimbiza mchawi wewe? Utamkimbiza? Umewahi kumuona mchawi? Mimi hata simuombi Mungu anisaidie siku moja nimuombe mchawi. Nimekuwa na maombi siku moja Mungu anisaidie nione malaika. Nimuone malaika wa Mungu siku moja. Ila mchawi wa nini nimuone mchawi? Sie nikapaniki nikamgonga misumari kichwani bure. Yule lichawi sitaniongezea hasira mimi la nini lichawi? Lichawi sijui nini sijui. La nini? Wachawi, ushirikina na mapenzi. Haya mavitu hatuyaoni lakini yapo. Kama ambavyo Mungu hatumuoni lakini yupo. Kwa sababu wote hawaonekani, Mungu mwenye nguvu anawashughulikia katika ulimwengu wa roho. Mungu akupe nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu wa kuwa na imani na ulinzi. Bwana asifiwe sana. Huyu bwana hakuguswa. Kwa sababu mashetani yamekataza bibi asivue nguo, yamekataza majambazi asimpige, na haya majambazi yalikuwa yanawaamini wale kweli. Unajua kuna wakati unaweza usielewe. Mimi nimekuwa katika vijiji ambavyo nimeona watu anapigwa mpaka hapumui, ameachwa hapo amerundikiwa mawe. Anaamka, anatembea, anaondoka. Sijui kama umewahi. Yaani kuna vitu, kuna miujiza ya shetani. In fact hata kwenye ukoo wetu kuna mahali fulani pale Majiji, kijiji kinaitwa Majiji, kijiji nilichotoka. Hata mimi ninavyosimama msifikiri ni mtu wa mchezo. Unafikiri ni mtu wa mchezo mimi? Fanya mchezo hapo. Kijiji chetu kinaitwa Majiji. Pale jina hilo limepewa Mbui, kiongozi ambaye akifa kwenye ukoo wao anakuwa simba. Nimekuwa kijana mdogo wenye umri kama huu nikiwa nahudhuria matambiko yale. Ndio vijana ambao hawajajiingiza kwenye maisha ya dhambi, sijui nini wanatangulia, vibinti vinabeba yale viungu vya matambiko na vijana wanafuata, mnakwenda kule kwenye mnakaa mahali simba mnawaona ni hao hapo. Nyinyi mnakaa hapa. Kama mvua hainyeshi, Mbui anazungumza pale. Matate mambuye, magwana gwendu tujisa. Kipogoro hicho usifikiri hapa tu. Naweza kunena kwa lugha mimi wewe. Anaongea hayo maneno na miungu ile. Na baadaye mnatoka hapo mvua. Mwaka 99 kulikuwa na ukame. Nakumbuka tulienda kule, tuliporudi mvua ilinyesha. Mimi kabla sijamfahamu Yesu nilikuwa sijui kwamba ana uwezo kuliko mambuye. Kwa hiyo ukitaka kumwamini Yesu, muamini kweli kweli. Ile ya kukaa mguu pande mguu sawa, nikwambia akikuvizia akakutandika konzi, utarudi kwa Yesu kilema. Au utakuwa na maisha yenye shida na kila matatizo. Hatusemi kwamba ukiwa kwa Yesu ni raha tupu, lakini tuwe kwa Yesu kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni ushuhuda wazi kwamba mbali na uwepo haya manguvu ya giza, lakini kwa watoto wa Mungu hakuna mchawi katika Israeli. Sisi tuko salama. Kwa hiyo ukilala usiogope. Malaika wanakulinda. Ukisikia bati linaunguruma kama limelegea msumari, tafuta fundi. Mwambie fundi kuna bati inapiga kelele, njoo na misumari sisi. Gonga, lala. Wewe umelala. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu vipi? Lala. Kwa jina la Yesu wapi? Kama una madeni lipa. Maana pia kama una madeni unaweza kufikiri mtu anakufuata kukukaba. Wewe una madeni wewe. Maana pia amani inatoweka. Wewe mpaka unazima simu. Unafikiri utashindwa kuweweseka usiku wewe? Wewe unakuta mpaka unashtuliwa sasa. Amka. Saa nini sasa? Nalikuwa unaona unarusha miguu hapo. Mandoto ya ajabu haya yakome kwa jina la Yesu. Wakabaki pale. Wale watu wakatoka, walipomwacha yule mtu kule amemburuza, wakarudi. Wamerudi. Walipofika pale wakaongeana tu, ona na hili. Na wewe zamu yako inakuja. Hebu twendeni kwanza hapa tupange mambo fulani. Wakapitiliza wakaenda. Wakiwa wanazungumza mambo yao. Wakamwacha pale yule msabato. Sasa ilikuwa ni usiku bado. Yule msabato alichofanya akamuomba Mungu tena akiwa pale. Akasema, Mungu, ni jambo gani limemkuta huyu mwenzangu? Hata kama hakuamini, msaidie na mimi uniokoe. In fact alikuwa anaendelea kuomba huko, anaona anashuhudia mwenzie akikatwa, akipigwa. Baadaye akapata nguvu, akasimama, akaanza kuelekea kule ambako walikuwa wanamburuza yule mtu kwa kufuata damu. Anafuata damu.
Akafika akaona kwenye sehemu ina mto, kuna mto, pembeni mwa mto akawa wamemlaza yule bwana. Sasa walipokuwa wamemlaza pale, akamshika, akamkumbatia, kama sio kumkumbatia au kumshika namna hii, kumpa support. Alipomwangalia macho kwa shida, hata kama ni giza, anamuita huyu bwana, haitiki, lakini kwa mbali sana akaanza kuzungumza kwamba bwana, mimi nakufa, akiwa amemshika mikono. Na baadaye huyu aliyetoa kisa anasema akaona mikono imeshikwa kwa nguvu sana. Nasema huyu rafiki yangu alikata roho akiwa nimemshika. Unajua, unaambiwa ushuhuda mpaka sasa, na huo ndio ulionifanya sasa nikaanza kuwauliza hao wanafunzi, ngani jamani, huu ushuhuda uje usije? Unatisha. Kaza pastor uje. Tutasikia hivyo hivyo. Mimi niliogopa. Umewahi kukaa na mtu anafia mikononi mwako? Sio jambo dogo. Sasa basi alipofariki pale, akajitahidi kumtoa mikono na kumweka pembeni. Akili zikamjia kwamba kama huyu sasa ameisha kufa, inabidi niangalie namna ya kuondoka hapa. Usiku bado hana nguo, wala akusema niende nikatafute nguo zangu ziko wapi. Akaanza kutembea kando ya ule mto kwenye maji. Anasema maji alikuwa kwenye magoti, akaenda yakazidi mpaka kifuani. Alikuwa anatembea kwenye maji ule usiku, kwamba kuna mamba au wadudu hajui. Alitembea kwa muda mrefu sana mpaka akafika sehemu ambayo ilikuwa ni na nchi kavu, na akaona kundi kubwa la wanyama, pundamilia, nyumbu, wako upande fulani, na upande mwingine ulikuwa pia una kama mafisi, simba. Na mnakumbuka sauti ya simba iliwafanya wajenge kichanja juu, mnakumbuka jana? Kwa hiyo akawa anapita katikati ya sehemu karibu na ambayo kuna wanyama, kwa maana ya kuogopa kwamba kama wanyama wakali watamspot, basi ajifiche kwenye hawa pundamilia au nyumbu. Akaenda katika umbali fulani mrefu, baadaye huyu bwana anasema akashindwa kuelewa kilichoendelea. Hakujua kilichoendelea, lakini kuna muda akaanza kusikia harufu ya kama moto yani kama umepika kwa mkaa, alafu umemwagia maji ule mkaa, au umemwagia kitu kibichi kama udongo, unatoa harufu hivi, au mkaa. Sasa nikasikia harufu kama ya udongo na mkaa, alafu kama kuna joto fulani. Nilipofumbua macho nikaangalia, kumbe nipo karibu na tanuu la mkaa. Mara akasikia mtu anasema jamani ameamka. Aliposikia jamani ameamka, na yeye akasimama. Sasa jamani ameamka, ina maana mimi wameniona. Wakaambia no, usiwe na wasiwasi bwana, usiwe na wasiwasi, ni salama tu, usiwe na wasiwasi. Akawa anajiuliza hapo amefikaje, imekuwaje akiwa kwenye tanuu ana nini? Wakamkatisha pale. Kaambia bwana, wewe tumekuokota mbugani, ulikuwa haujitambui na ulikuwa una baridi kali, kwa hiyo tukuleta hapa ili upate joto, tuone, tulifikiri umekufa. Sasa wewe unaitwa nani? Wakachukua taarifa zake za awali, imekuwaje kule msituni, ulifuata nini? Akaeleza walikuwa wawili, kisa cha unga wao kuliwa na nyani, jinsi alivyokuwa anaomba na yule mtu mwenzake anamkataza, wakati ambapo wale majambazi kumbe walikuwa kwenye kituo cha majambazi ambao yanaenda kuiba huko Tabora, yanajificha msituni humo. Yaani pale ilikuwa ni kama kambi yao ya kujificha, baada ya wanarudi huko msituni humo. Ndio aliwaambia wale sasa watu waliomo, kwa sababu nyinyi mlikuwa kwenye ule msitu kwanza. Kwa sababu walipowaambia hivyo, akaambia yule mwenzangu amekufa. Wakamuuliza unaweza kumuona mahali alipo? Akasema ndio. Akasema tupeleke. Wakarudi nao mpaka pale ambako yule mtu alitupwa kwenye maji. Wakakuta alishaliwa, imebaki tu sehemu vichache vya mwili wake. Alikuwa kama ameliwa na mnyama mkali, sijui au ni mdudu gani. Hawakukuta mtu pale. Ni kisa kina mambo ya ajabu. Mimi nafikiri bila kuomba huyu mtu naye angekufa siku hiyo. Ninyi mnaona namna gani? Isingekuwa Mungu, huyu mtu angekuwa salama? Asingekuwa salama. Na tumesoma hapa kwenye nukuu ya kitabu cha Pambano Kuu. Nashukuru sana mchungaji Dako, aliparaphrase kale ka ukurasa kwenye group la WhatsApp lile la kanisa lile. Hatupo salama kwa siku wala saa bila kuomba, nawaambia.
hauko salama. Na tumuombe Mungu atuepushe na majaribu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo walipofika pale wakachimba tu kidogo hapo pembeni, wakafukia hivyo vinani, wakarudi. Sasa waliporudi huyu bwana akasema itabidi kuripoti hapa, nyinyi kijijini kwenu hakuna uongozi. Wakasema tunaye mwenye nini, si kama nini, sijui ni nani, si balozi au ni nini. Wanaka uongozi kwa sababu nako ni porini huko, lakini wanaka uongozi kao. Wakamwambia tunaye hapa kiongozi wetu, wakampeleka yule bwana. Sasa alipoeleza walipokuwa wameingia, mto aliokuwa wanautafuta na kifo cha yule bwana, yule kiongozi akamwambia hiki unachokisema kwanza ni kosa la kisheria. Kule mlikoenda ni hifadhi, haruhusiwi mtu kuingia. Ukitoa tu ripoti ya kifo wewe unafungwa wewe. Sasa cha msingi wewe komaa tu hivyo hivyo. Umeshuhudia kifo sawa, lakini kwani wewe unataka kwenda kuishi kumalizia gerezani au uishi utunze? Sasa kwa kweli nimekuelewa mheshimiwa, nimekuelewa. Wakaambia kule hawaruhusu watu, ukienda kuripoti tu hiyo kitu wewe unafungwa. Sasa kwenu wapi? Mbeya. Wakamchangia pale tuela ambako ni twa shida, sio akapata shilingi 3,000 ambayo haitoshi hata kwenye gari. Yule kiongozi akavizia hapo magari yanayotoka Tabora akasimamisha, wakamuombea hiyo nani kwenye gari. Walikuwa wamemtafutia na nguo, sio kwamba bado alikuwa hana nguo. Wakamuombea hapo, akarudi nyumbani. Alieleza ushuhuda huu, nimeukumbuka kwa sababu ya kuambia nguvu katika maombi. Jamani, Bwana asifiwe. Wakati huyu mtu anatafuta maisha, anaomba, mwenzie anasema hakuna. Haya, kapoteza mtu. Isingekuwa kutembea na Mungu, huyu naye angepotea. Na hiki kisa ninawaambia cha mtu ambaye, hawa niliwaambia kuna vijana niliwafundisha hawa. Huyu ni mmoja wa walinzi ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye shule zetu. Alikuwa anatoa ushuhuda huu kuniambia ili aeleze Mungu alivyomuokoa kupitia maombi. Kwa hiyo nilikuwa anapitia ushuhuda kabla hajausema hadharani. Na niliposikia ni huo, nikawapanga tu watu watakaosikia, nikamwambia ushuhuda huu una mazingira yanayotisha, lakini anaonesha uwezo na mkono wa Bwana. Tusiache kuomba. Bwana asifiwe sana. Na hata sasa tusiogope, maana Mungu yuko tayari kusikia maombi yetu. Umekuwa na jambo gani la kuogopesha? Wakati fulani ni huwa ninapoangalia hata watu ambao unaweza kukuta mpo kwenye huduma afu mtu anadondoka na lishetani. Toka 22 hapa tumekuja jana. Mashetani anatisha sana ba. Sasa ukiona namna hiyo, kama haujui uwezo wa Mungu, inaanza kuwa shida, hofu, mashaka. Mashaka. Tulikuwa Manza mwaka jana. Ule mkutano ulijawa uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani ulikuwa una vituko vya shetani vya hivi. Sio wangapi wanakumbuka? Nakumbuka kuna wakati likatokea hapo lishetani jikoni limeruka juu. Jamani. Yaani mtu ni mwanamke lakini ameruka kuliko Masai na hana yale makatambuga ya Kimasai yale. Juu chini kamwagika huko. Hapo najiandaa ili ukina dako wananisubiri huko kisimani, hawajui yanayoendelea huko juu. Nikasema ile shetani ndio linataka linisumbue, nisubiri hapa namna hii. Ninachotaka niwaambie ni kipi? Ikitokea hali kama hiyo na upo pale, sio wakati wa kwanza kusema Baba Mungu wa mbinguni, dhambi zangu ni nyingi mno kuliko mchanga wa bahari Baba. Na watu wengine pia wakishaona kitu cha namna anajifanya kama amepokea simu hivi, kama baba mzazi kampigia hivi. Sasa baba, ili apate nguvu ya kuchomoka, maana jua haya matatizo tena. Kwanza pale kwa jina la Yesu tena. Halo. Sawa. Endeleeni tunakuja. Maana wengine wanasikia kwa na wakati ile shetani linafanya fujo, linaaibisha watu, si linafanya nini. Sasa anaogopa. Usiogope. Mungu yuko ndani yako. Mtunze Roho Mtakatifu anayekupa ujasiri wa kuwa wa thamani. Bwana asifiwe. Wewe ukishaona hivyo ni kwenda pale na kusema pepo mchafu kwa jina la Yesu, fanyaje? Toka. Mambo yako wewe utawayasema na wewe huko. Hapa saizi ni huyu afunguliwe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unaanza kwenda, jamani twende tukajitakase. Sio mkajitakase wapi? Ukajitakase wapi wewe? Kwani wewe ukifa hapo unaanza kusema naomba Israeli mtoa roho
subiri kwanza nikajitakase alafu nije kufa. Tunasemaga hiyo wakati wote, we need to be ever ready. Leo katika maombi haya tukajazwe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili tuwe tayari wakati wote, tukajazwe na nguvu za Mungu, tuwe majasiri na wenye imani, tukapate kibali cha Bwana, iwe katika wakati wa amani au dharura. Usijione mwenye dhambi asiyesamehewa. Na kama unafikiri kuna dhambi inayokuzonga au tabia usioipenda, huu ni wakati wako wa kuongea na Mungu. Linda mahusiano yako na Mungu sana. Mimi kuna wakati najiuliza, huwa nasema hivi, kwa mfano kama nikitafuta kamama fulani hivi au kadada fulani hivi kamsaidie kazi mama mchungaji hapa, afu kawe kamchepuko kangu. Samahani, unasema mchungaji unawazaga hayo? Nawazaga, ndio. Nasema hayo ya kuongea hadharani? Ndio, ya kuongea hadharani nawazaga hivyo, ndio. Si tunamshukuru Mungu kwamba na sisi tumeoa. Jamani, Bwana asifiwe. Ingekuwa mchungaji huko single hapa, ingekuwa lada kila mahali hapa. Sasa pastor isije ikawa anaendelea na maombi huko mpaka saa 6:15 na mama mjane. Sasa unajua kitu rahisi ambacho Roho Mtakatifu ananisaidia ninapojaribiwa kufikiri au ikitokea mawazo ya namna hiyo, ninajua tu siku ambayo nitakuwa nimetoka na kwenda kumwambia mwanamke ambaye sio mke wangu nampenda, kwanza atakubali. Lazima wewe niendi Samu, wewe unanionaje mimi? Wewe utanikatalia mimi nikikwambia nakupenda wewe? Wewe thubutu. Wewe watu wanawe tena tutafaidi vitakatifu. Utakataa wewe usiwete mchezo wewe. Ni Roho wa Mungu tu anatupa kushinda. Bwana asifiwe sana. Mnacheka mnafikiri ni mchezo. Kwa hiyo kitu kinachokuja pale, Roho wa Mungu anachoniambia ni kipi? Kwamba utakapofanya hayo nitakuacha. Yaani kule utakuwa mwenyewe. Sasa niwaambie, yaani usiombe kuwa mahali peke yako bila uwepo wa Mungu, hauwi salama. Kabla sijabatizwa nilipitia uzoefu wa kuachwa na Roho Mtakatifu. Sababu nilianza kuitunza Sabato mwezi wa 5 mwaka 2003. Wakati niko mbali na nyumbani. Niliporudi nyumbani nikaendelea kuitunza Sabato kwa siri. Baba alipojua ilikuwa moto mkali sana. Nikajikuta kushindwa kuendelea kuitunza Sabato, nikaacha. Ninakumbuka rafiki zangu ambao nilikuwa nawakataza kuongea na kusifia kwa matusi, mienendo michafu. Sasa baadaye wakawa wananiambia, walikuwa wananiita ameongoka, kwa sababu nilikuwa ile lugha, unajua ukiwa mchanga tu kuongoka. Kwa hiyo nilikuwa na Bible studies, wakawa wamenibatiza, huyu bwana ameongoka. Kwa hiyo wananiita ameongoka. Sasa baadaye wakaniambia, ameongoka na wewe mbona unavoongea unatukana ameongoka? Umesahau matusi? Kwamba sio sawa, ulikuwa unatuambia haitakiwi. Nikasema hivi nimeongea na mimi nimeshatukana mahali. Kwa hiyo nakuta wanaanza kunikosoa tena, na ni vitu ambavyo sikujua kwamba hivyo na mimi nilikuwa naviona havifai. Roho wa Mungu aliniacha. Sikuwa naenda kanisani. Na ninawaambia nilichofikia tena, nilienda mbali, nilienda hadi kwa waganga wa kienyeji kutafuta mibaraka. Nikutana na mjomba wangu mmoja, mimi mama ni Msukuma, na mjomba ambaye alikuwa ni Msukuma. Ilikuwa naona kama kuna washirikina wanaingia kupitia madirishani na kwenye kona. Unajua kisha usipokuwa na Yesu unakuwa na mawazo yaliyofilisika kabisa, unakuwa ovyo kabisa. Yaani nilikuwa nasema shetani mchawi anaingilia kwenye kona na madirishani. Mjomba nipe kinga. Akaenda akanikalisha pale kwenye kucha la simba. Akaanza kunichanja hadi kwenye makario jamani. Hivi waganga jamani, hadi yaani unachanjwa alafu jamani Yesu huyu angekuja mapema katika maisha yetu. Hivi na wewe nawe hauna kweli chale kwenye sehemu za hatari kweli. Alafu unatii tu kwa sababu unafikiri ndio zenyewe. Sasa utapona kabisa. Alafu akaniuliza, unataka pia nakuwa tajiri? Utaniachia tu shati, nitakupa dawa ili ukifanikiwa ndio utaniletea hela. Sasa wakati huo nilikuwa nimeshamaliza na form 4, elimu tu ya kawaida ya shule. Kasa niache shati lisije likanifanya nikawa kichao. Sasa safari tuzuie tu kwanza wachawi. Alafu siku nyingine nitakuja kwa utajiri. Japo akanipa mafuta ya nguruwe, sijui ya dini, nikawa napaka kwenye miimo ya mlango, sasa na madirishani. Baadaye nilipopitia uzoefu huu,
mbaya. Nakumbuka kuna matukio mabaya niliyapitia kwenye maisha yangu, nikamkumbuka Mungu, nikasema Mungu nisaidie, nikiondoka nyumbani nitakuwa msabato. Unajua sikukaa hata mwaka, babangu mdogo akanichukua, nikaja Kibaha kwa mara ya kwanza mwaka 2005. Nilipofika pale nikasahau kwamba nilimwahidi Mungu kuwa msabato, maana tumelelewa kwenye familia ya Kikatoliki inayoshika imani. Sasa kila Jumapili wanaenda kanisani, na siku moja baba mdogo akaniuliza, wewe kila siku hapa sisi tunaenda kanisani, Ijumaa uendi kuswali, wewe dini gani? Na pale nyumbani nilikuwa siishi kama Mwadventista kabisa. Unajua maisha ya Kiadventista nilijifunza kwamba Waadventista kwa sababu ya afya tunajiepusha na nicotinic acid iliyoko kwenye majani ya chai. Hatunywi majani ya chai, labda kama unajifungua. Kama uko karibu na kujifungua mwenzetu, tumia ile ili damu ichangamke, ujifungue salama. Semeni amen. Sasa unakuta kuna baba hata ajifungui yuko tu baba wewe. Matumizi ya kafeini, Coca-Cola, nakwambia hii ndio ina boost pressure. Pressure inakuwa normal. normal. Na mwingine akawa anatumia bia kabisa. Sasa pasta hii unajua bakteria, wadudu wa tumboni wanakufa haraka. Wanakufa haraka wadudu wa tumboni. Wewe maana Timotheo amesema tumia mvinyo kidogo kwa matibabu ya tumbo lako. Kwa hiyo inaua minyoo pasta. Silewi, natumia kachupa kamoja kwa wiki mara 2. Anakupa na dose kabisa, diet bure kabisa. Hamna kitu hapo. Kwa nini kasema mimi ni msabato? Akanionyesha mama fulani pale ambaye alikuwa jirani. Sasa huyu mama mbona ni msabato? Si akupeleke kanisani? Nakumbuka aliponieleza hivi nikamwambia sabato hiyo niende kanisani. Saa 12:30 nimeshajiandaa. Niko pale kwake. Tukaenda kanisani saa 3 kasoro. Alikuwa na watoto wadogo yule mama anawaandaa na nini, tunaenda huko na kalili njia, na kalili miti, kalili nyumba, na nikafika kanisani. Nilipofika kanisani nikapafahamu jinsi ya kwenda. Toka siku hiyo nikitoka nyumbani asubuhi ni kanisani mpaka jioni. Bwana asifiwe sana. Nikaanza kuona badiliko ndani ya nafsi yangu. Roho wa Mungu akarejea tena. Jamani, Bwana asifiwe. Maana nilikumbuka matendo yote hayo, na Mungu alikuwa ananikumbusha jinsi nilivyokataa uwezo wake. Nikarejea kwa toba. Mimi hata mpira nilikuwa nacheza, usione hivi. Cheza kabisa mpira ule wa kushangiliwa na kina dada, usimvunje. Wewe siku tuchindane hapa wazee wa kanisa na mashemasi, alafu unipe penalty nipige. Waliokuwa Manza wanaweza wakashuhudia, kuna wakati nilijaribu na mimi kukimbia, nilishindwa tu. Biblia na mpira hivi naenda wapi na wapi? Na ndio maana hata nilivyobatizwa tarehe 9 mwezi wa 4 2005, sio siku nyingi. Nakumbuka wazee wa kanisa wale walinipeleka kwenye ile baraza la kanisa, wananiuliza maswali. Kila akiuliza swali, sijui ni unabii, natembea nalo. Swali natembea nalo. Kuna mmoja akauliza akisema, hivi wewe umewahi kurudi nyuma? Ulikuwa msabato ukarudi nyuma? Nikamwambia kurudi nyuma ni nini? Sikujua kurudi nyuma. Nasema uliwahi kubatizwa kuwa msabato afu unabatizwa tena? Nikamwambia sijawahi kubatizwa kanisa la Sabato. Lakini nikaa karibu miaka 3 kwenye darasa la ubatizo. Na wazee wale ambao hawana elimu kubwa sana isipokuwa ni kusema mnyama ni nani, yani moja kwa moja, hamna kuzunguka mvinyo. Yani ni wazee unakuta yuko tu anapita hapa Ufunuo 13 kwamba upapa ni, yani nimefundishwa na wazee very tough. Nikabatizwa maimu, nikajiunga na kwaya, nikaendelea kuomba uwezo wa Mungu. Mara ya kwanza kuombea mtu mwenye mapepo, nilikutana na kamati ya maombi ya wainjilisti, wakanialika mahali ambapo ilikuwa kuna dada amekuja anaombewa, amevaa kaptura, ana makalio yametuna namna hii, amenyoa nywele yani zile nywele ukimwangalia mnaimba zinakuwa kama zinatikisika namna hii, zinarudi namna hii, zinalalia huku. Nakumbuka kuna mwinjilisti mmoja huwa namtania hadi leo, anaposema kwa jina la Yesu pepo toka, pepo linakuja na sasa lakini mwinjilisti handsome, mwinjilisti lina katika viuno namna hii. Yaani ndio maana kama unaombea li shetani afu unalifuata, linawatoa kwenye maombi kabisa. Sasa na lenyewe lina makalio namna hii afu linafanya namna hii. Wewe unaonaje pale mwinjilisti? Unaendelea na kwa jina la Yesu pale? Unaweza kukuta mnasahau, mnaishiwa nguvu.
Lakini wainjilisti hao walikuwa wako pale, hawasikilizi shetani wala mjomba wa shetani, mpaka pepo lilimwachia. Huyu dada akawa huru. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio nikajifunza kumbe ni gharama, lakini nalipa. Ndio maana binti za Yesu, Mungu atusaidie. Kuna mambo katika kudai Roho Mtakatifu tunatakiwa tuwe tayari kuyaacha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sio unapaka mafuta mpaka uso unasaulika. Paka mafuta tukuone na wewe ni fulani. Jamani, Bwana asifiwe. Mafuta unapaka mpaka tuna sasa, jamani, mtu au namna gani? Ukitabasamu mtu, ukifumba macho jini. Ukikutana na mtu hapo katikati ya juma, wewe utamtaka. Sala, huyu ni Pasa Baraka huyu. Ni yeye huyo. Yuko kazini. Rangi mbili haziwezi kutufanya tukajazwa na Roho Mtakatifu. Yesu awe Yesu peke yake. Tukimkosea tuombe toba na ungamo kwa jina la Bwana. Uko tayari kuongea na Mungu kuomba toba sasa? Uko tayari kumwambia akupe kipawa cha Roho Mtakatifu? Mungu hahesabu makosa yako. Na nikwambia hata leo, kama kuna dhambi au uovu au udhaifu ambao hata mke wako hajui, we mwenyewe hujui, wazazi hawajui, kanisa halijui, sasa katika maombi haya mwambie Yesu kwamba Mungu wangu nisamehe. Mimi nakunywa pombe. Nakunywa pombe. Nikiwa Mwadventista mchanga ndio nilikuwa sielewi haya, lakini sasa hivi nimegundua vita ya shetani inaweza kukufanya ukao unakunywa pombe na kanisani unakuja. Basi tu vifua vinatunza siri nyingi. Wengine kupiga wake zao au waume zao. Wengine ni kutoheshimu siku ya Sabato. Wengine ni utapeli, wizi. Wengine, yani kila mtu na madhaifu yake. Ubinafsi. Mwambie Yesu, umechoka, je, umesumbuka? Simama pamoja nami. Sumbuko lako una yale. Hiyo kisi kama iko sawa. Yesu pekee. Mwambie sumbuko lako rafiki. Kama una jambo la kuombea choweka kwenye box hili. Hakuna rafiki kama Yesu. Mwambie Yesu pekee. Ye machozi ya kule. Changamoto za maisha zimekudhoofisha. Majaribu yamekufuata mpaka umeathirika kufikiri Mungu amekuacha. Unapambana na tabia fulani za kuziacha, hauziwezi. Huu ni mwaka wa kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Na hii ni saa ya kufunguliwa kwako. Nani ana kitu anachokiombea jioni ya leo? Nyosha mkono wako. Kuna kitu unachokiombea jioni ya leo? Piga hatua, njoo hapa tuombe pamoja. Piga hatua, njoo. Mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbu. Yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Ndugu zangu, nataka niwaambie kuwa Mkristo ni thamani kubwa sana. Thamani kubwa sana. Hata kuja leo kanisani ni fursa kubwa sana. Tusingekuwa salama wakati fulani kama tusingechagua kuwa miguuni pa Kristo. Ninamshukuru Mungu ambaye vita ya kiroho ameificha machoni mwetu. Kama tungeona pilika za malaika wa shetani wanavyotuwinda kila wakati. Unajua, napenda kitu ambacho mjumbe wa Mungu akieleza fursa mwanadamu aliyopewa. Unajua, wakati wote unapotembea una jeshi la malaika 1000 wanaokulinda. Sio moja. Kuna malaika wanaokulinda tu, wanaokuhudumia na kukuepusha na hatari. Wapo wanaocheza na watoto wetu wakiwaepusha na mabalaa. Haupo. Watoto wana michezo ya hatari. Kuna wakati fulani watu hata wanashangaa mtoto anawezaje kukaa na nyoka asimdhuru. Wewe nyoka akikuona tu anakung'ata. Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Kuna malaika 1000 wanaotuhudumia. Umewahi kuona malaika wanaokuhudumia?
Wewe leo unakuja hapo mnajifanya eti subiri giza likiingia tutaonana, hapa tutaonwa. Bure kabisa. Wewe unasubiri giza. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka na kuokoa mchao wakati wote. Semeni amen. Wakati wote. Hebu sijui kama wale watu waliokuja jana, mzee Nkia yuko hapa, Mr. George njoo, na wengine njooni hapa. Oneni kitu ambacho Mungu anakifanya. Unaweza kupata watu wengine njooni hapa watumishi. Na ninyi wawili njooni. Yaani mimi kama Mkristo, Mungu ananiagizia malaika wa kunilinda. Mbona mnaogopa au namna gani? Nyinyi ni malaika leo, mfano nyinyi ni malaika na mimi ndio Mkristo. Leo mimi sio Yesu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa hawa ni malaika wanaonilinda. Sio wachache. Hawa ni wachache tu. Mbona ninyi mmesimama huko jamani? John. Sasa kinachofanyika ni kipi? Mimi iwe katika namna yoyote ambayo sijui tu, labda ni woga au ni nini au kuelewa kufikiri. Yaani nyumbani siwezi kunyanyua mguu nikatoka kama sijasali. Tena sio tu kusali, kama sijasali na mke wangu. Hata kama ninaondoka wakati amelala, nitamwambia mke wangu ninatoka, naomba tusali. Najua watafanya ibada ya familia na mimi watanikumbuka, lakini lazima nitoke nimesali, nitajisikia amani. Sijui ni uoga, labda ni uoga. Lakini ninachokiamini ni hiki. Wakati wote ninapojifungamanisha na Kristo, malaika hao wanakuwa pamoja nami. Msiache nikatoka kwenye duara hili, maana nimemwomba Mungu anilinde, Mungu anisaidie, anifanye kuwa mshindi. Mimi naenda zangu kazini. Sasa mnanizuia nisiende kazini? Si mimi nikienda kazini na nyinyi mnanilinda au namna gani? Malaika gani mnanizuia nisiende kazini? Niende kazini mnilinde bana, namna gani? Sasa malaika wakinizuia naenda kazini. Sasa nitaenda kazini kweli, si tutakufa njaa bana. Jamani, Bwana asifiwe. Na kwa nini hao wanafanya hii kazi? Si bure. Na in fact mfano usio hivi. Samani nimekosea. Naomba kielelezo kingine nikikamilishe katika hili. Unajua tunaposema habari ya kuomba, kutembea na Mungu na kuomba toba ni hii. Niombe watu wengine waje wazunguke zaidi hapa. Njoni mzunguke duara jingine. Ili ukielewa hiki, hutafikiri kwamba upande ndege ukafanye dhambi huko ambako mke wako hajui au mume wako au washiriki wengine. Hutafikiri. Zunguka duara, hamtoshi. Ongezekeni tu. Nyinyi kaa duara la ndani na hao watakaa duara la nje. Njoni watu wengine. Kuna kitu fulani tunapenda kuomba na itamani tuelewe. Ukimwelewa Mungu utakuwa na amani wakati wote. Haitoshi bado. Mbona tunaogopa kuja jamani? Njoni tu. Haihitaji wajumbe wa baraza. Njoni. Njoni. Mnaojitolea. Zungukeni. Sio kama mnanielewa vizuri. Na hapa tukiomba hii ielewe. Uko shuleni huko, alafu unakutana na vijana watukutu wanakuambia wanakupenda. Unasema namuogopa baba, namuogopa mwalimu. Mwambie kijana namuogopa Mungu. Bado na muda wa kutosha mimi nianze kusema nakupenda wakati kuna hesabu ngumu hapa. Na wewe ukija utanichanganya. Mimi nataka kwanza nifanye hizi Pythagoras na theory zake. Hapa pakekaa mtu. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa kwa ilivyo, huu ni mfano. Sizungumzi kwamba ndio ilivyo. Mimi ni Mkristo. Hawa ni malaika wanaonilinda hawa. Na wananilinda kwa sababu malaika wanatuhudumia. Hiyo ni neema kubwa sana wanadamu kuhudumiwa na malaika. Na malaika walikataa, kundi la Lucifer na malaika walikataa hichi kitendo. Kwa sababu mwanadamu alivyo na mwili, yani mwili wa mwanadamu na malaika. Usifikiri yule aliyeimba malaika nakupenda malaika, nitakuoa malaika. Mliwahi kusikia hiyo wimbo? Unasema pasa wanatuletea nyimbo za Bongo Flava. Mpo duniani hapa na nyinyi mnasikiliza unasikiliza. Unafikiri wale sema malaika nakupenda, yule si alijua malaika ni maumbo mazuri. Sasa akafikiri kwamba yani kwa uzuri wangu mimi nihudumie huyu mwanadamu. Kwanza anapika, anasikia njaa. Waislamu wana hadithi ambazo anasema wakati Mwenyezi Mungu ameliumba lile tufe la mtu ameliweka pale chini, Ibilisi akaenda akashangaa akasema Mola wangu anatengeneza kitu gani? Akaligusa namna akasema dude lenyewe kumbe linabonyezeka tu. Alipobonyeza pale kumbe ndio kitofu hadi leo hichi kinapotokea hapa. Sasa kumbe ile dude unaweza kulichezea tu. Na hiyo ndio iliyompa ujasiri Ibilisi kuja kumshawishi mwanamke akala lile tunda. Akampa na mume wake. Adamu kwa ubishi alijua kabisa mwanamke amekula tunda alilokatazwa na Mungu, ubishi. Bado na yeye kachukua akala, likamkaba hapa. Likamshika hapa, pakawa pana kinundu hadi leo. Unaona wanaume tunako haka, wanawake hawana. Ubishi. Unaambiwa usile, unakula. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba mwanaume mwenzetu mmoja alikula tunda ambalo alikatazwa na ni ubishi. Hadithi hizo sivyo za kweli au uongo hatujui. Maana hata shingo ndefu ya twiga ni kwa ajili ya kula majani marefu. Tutaendelea kufanya utafiti. Sasa hapa
kwa sababu kuna malaika wengine walikataa kumsujudia mwanadamu, wanataka mwanadamu naye aanguke, lakini Mungu anataka mwanadamu asianguke. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaenda kudemonstrate kitu. Kitawanyikeni nyinyi wote, tawanyikeni, ila mtarudi kama mlivyokaa. Sasa mimi Mkristo, mimi kama mwanadamu simfahamu Mungu, ina maana sina ulinzi wake. Lakini toka ninapotambua kwamba zinaa ni mbaya, maisha ya anasa ni mbaya, kutorudisha zaka na sadaka ni mbaya, kupiganaji ni mbaya, kutelekeza familia ni mbaya, mimi nampenda Yesu. Nikimpenda Yesu, malaika wanakuja kunihudumia kwa sababu nimekuwa wa Yesu. Njooni malaika mnilinde. Jamani, Bwana asifiwe. No, wale wa kwanza, wale wa pili tulieni. Sasa wao wanapolinda, kwa sababu ni jukumu hilo, Shetani hafurahii mimi kuendelea kuwa kwenye ulinzi wa Mungu, na kwa sababu nimemwacha, daima atatafuta namna ya kuniangusha. Kwa hiyo atatuma vibaraka wake kunitafuta huku na kule. Samani ninyi mliokaa huko, sio kama ni vibaraka wa Shetani, lakini sasa nyinyi mnachotafuta ni kunitoa mimi kwenye uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo nikitembea huku, nyinyi kazi yenu ni kuhakikisha mnataka mnitoe mimi kwenye uaminifu wa Mungu. Kwa njia gani? Na nionyesha binti fulani ambaye amevaa lakini kaacha kifua nje kidogo, mnatutesa. Usiangalie jirani yako, kuna wageni hapa. Yaani tena hadi unakuja na kanisani kabisa hujavaa vizuri, we dada we unatutesa. Tumekuja kusali tena unaanza kuangalia manyonyo yao. Mnamjui wanaume tunayoyapitia jamani, mtuone huruma jamani. Sasa unaona ibilisi hapa umeona? Sasa unaonaje? Kwa pale unajitahidi tu, Mungu naomba toba, nimefanya agano na macho yako sawa sawa na Ayubu sura ya. Yaani unapitia vita kali. Ndio maana kanisani tukija jamani tuvae vizuri. Bwana asifiwe. Wewe una shida kwa sababu Mungu angalii mavazi. Hata hivyo angalii mavazi yako, lakini kuna mtu bado anaendelea kujifunza. Wewe kujua amemfahamu Mungu kiasi gani. Usimuue. Kuna watu wanakufa kanisani, ila wewe usiwe mbeba maiti za watu. Bwana asifiwe. Unalikifua chako huko unanyanyua vyuma. Unajua kina dada wanapenda watu wenye mavifua ya namna hii kama lindege. Kwa hiyo unavana vinguo vinavyobana, unatembea na huku makalio kama hayapo namna hii ili uwatege kina dada. Watu wanaekana sasa, jamani huyu kaka kaoa au namna gani? Bure kabisa. Usije hapa unavaa vizuri, ficha likifua lako huko. Vaa jeje. Bwana asifiwe. Kwa sababu malaika wanatumia mivuto ya vitu fulani kushawishi. Sasa mimi naenda kazini. Sasa ninyi fanyeni namna ya kunitoa mimi kwenye ulinzi wa Mungu. Aidha ni kwa ushawishi au kwa namna yote. Ninavyotembea, sasa hawa ni mfano wa malaika ambao wenyewe sio kwamba ni wa Mungu, lakini wanataka mimi nitoke hapa. Nitokaje? Kwa ushawishi wa uchaguzi mbaya au kwa kulazimisha nitoke. Jamani, ni mfano mbaya, mmekataa kabisa. Ni mfano tu jamani, au sio vizuri kwa malaika wa Shetani. Basi ketini hapa, lakini ninachotaka kusema wangapi wanakielewa? Bwana asifiwe sana. Kwa anachofanya ni kuniondoa mimi kwenye upendo wa Kristo. Na ninapokubali kwa mfano sasa kujiingiza kwenye uasherati, na mimi nimebatizwa, namficha mzee wa kanisa na mchungaji na wazazi wangu, lakini Mungu anasema nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu wewe wangu. Unapoondoka tu kwenda ghetto, nikwambie huendi na hawa malaika. Hawa sio wazinzi hao. Wanaenda hawa. Mjumbe wa Mungu kwenye kutayarisha njia sehemu ya kwanza anasema wakati wa harusi zinazofungwa hapa, wale vijana wenye mahusiano ambao mnaanza kutoa huduma huko, mnafanya uasherati afu mnakuja hapa umeukausha. Unasema kwa katika njia njema na njia mbaya. Kumbe huko tayari harusi ilishafungwa na mijusi na panya. Kama mtamdanganya hata mchungaji anayewafungisha hiyo ndoa, akipiga magoti hapa kuwaombea baraka, mjumbe wa Mungu anasema malaika watakatifu wanakunja mbao zao na kuondoka kwa huzuni. Ndoa hiyo inaanza kuongozwa na malaika wa Shetani. Usione vita leo kwenye maisha ya ndoa. Ni vizuri kuangalia. Sasa kuna haja ya kumficha mzee wa kanisa? Wewe mwenyewe jua, ninapotembea natembea na malaika. Bwana asifiwe. Ukienda kwenye njia ambazo malaika hawaendi, wanaondoka. Na wakishaondoka, nyinyi ondokeni sasa. Kinachotokea ni nini? Malaika wabaya wanakuja kuangamiza. Hautakuwa salama. Na kitu cha hatari zaidi, hatuwaoni kwa macho ya kibinadamu. Tunawezaje kuwa maintain? Ni kwa kutii Mungu anachotuambia. Bwana asifiwe. Sasa mtu akija kukushauri kwamba bwana, kwa mfano hapa leo tunahitaji kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Ili tuwe na Roho Mtakatifu lazima tumtii Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu aliyetufundisha kauli ya kula vizuri, vyakula ambavyo vimekubaliwa na Mungu katika agano lake kwenye mambo ya Walawi, vyakula vyenye afya.
Unajua mimi nilishapimwa na madaktari, wamegundua mwili wangu umekonda sana, kwa hiyo nahitaji kula vyakula vyenye mafuta sana. Kitimoto imekizi mahitaji hayo. Unakula kitimoto, eti madaktari wamekwambia inakizi mahitaji. Roho wa Mungu anaondoka, unabaki peke yako. Acha kujitetea. Sasa kuna fashion moja hapa mjini imetoka vizuri, kwa hiyo ukivaa hiyo inaitwa mwanamke nyonga, sketi ndefu pasuo mpaka kwenye mapaja. Ukikaa namna hii unawapa watu majaribu, hadi wachungaji wanapata majaribu. Na siku nimekaa kwenye mtihani, nisoma chuo kikuu cha Arusha na watu ambao yaani umekaa hivi unakuta kwenye kamtihani kabinti kamekaa kulia huko, kana mapaja meupe, kamevaa sketi mpaka humu. Nashukuru Mungu tu nilifaulu, nilipata A. Lakini nilipata shida kwenye mtihani wa namna hiyo. Unapata yaani unaandika hivi, jamani, Mungu wangu nisaidie, Baba wa mbinguni, Baba nisaidie Baba, mtihani huu Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Sasa jamani, wewe umeshamfahamu Mungu, kwa nini usivae vizuri ili Roho Mtakatifu asikimbie? Bwana asifiwe. Kuna mavazi ya mashetani nawaambia. Na siku nilikuwa naombea mtu, kuna dada moja tuliombea, omba, hakuna mashetani, omba, kasema ana vitu vyetu. Wakati fulani unapouzia lakini inarudi. Kasema hebu huyu hapa tumpapase kwenye nini? Tupekue kwenye begi kuna nini? Tukakuta shanga, kina mama, nikauliza hii ya nini? Akasema hii ya kumwaga lazi. Yaani mama akivaa shanga hivi anamwaga lazi. Samani kuna mengine tunayaongea hapa ila yapo. Usifanye kama uelewi unaukawisha tu. Yamo. Kama umevaa shanga umefilisika kiroho. Utapata nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akai kwenye mashanga.